wale unakasirika kwa sababu watu wa kusherekea, aidha akili yako haifanyi kazi ama ujielewi. Kwa sababu kama mimi Nganga nilikuwa nasikwa leo na ngari imeharibikia njiani na chakula ilikuwa imepikwa nyumbani kwetu, chakula itamwagwa. Kwa hivyo watu watakula ile chakula washerekee na bado siasikwa. Hasa ile kitu ambayo iliyoko tulikuwa watu washerekee, ashinde ama ashindwe. Na leo kwamba news ni ile kitu ambayo haijaonekana. Raila kwa kushindwa hii ni mara ya 6. Kwa hivyo haikuwa news. Hiyo ni ya kwanza. Nataka tukuje mambo ya hapa Kenya. Mnataka uelewe hivi, kwa wale ambao hawaelewi, ukikosa nataka tuweke ukweli. Nikiangalia na macho yangu yote mawili, ninaona kwamba Ruto si kupenda kwake. Ile kitu ambayo amekosa is something between the years. Ana hekima. Na hiyo ni God given. Sasa wewe ukiniona nikimlaumu, na mlaumu kwa sababu niandika mfanyakazi ambaye hajielewi. Na natafuta vile ambaye anataka kumvuta kazi. End time. Hii mnaniambia 2027, mnanishangaza kwa sababu hiyo 2027, hii miaka 2 nitakuwa nikifanya nini? Huyu jamaa anastahili kwenda mwaka huu. Na mtu akwenda na maji, usikilia kwa kila mtu na kuanza kulaumu hata nyasi. Kama hii nyasi imeng'oka, zingepelekwa na maji, lakini ulikuwa uende na maji. Simple. Hii story ya kuita Raila atafanya vizuri kwa sababu hata Raila amekaa sana kumpigia kura na viti. Kwa hivyo hata yeye aende na yeye. Nataka tuweka mambo yote. Hiyo ni yako. Mimi nataka kusema yangu. Hii Kenya ni yetu. Bro kama ananihitaji. Nasema hivi. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Wacha niweke vizuri hii Raila vizuri sasa. Kwa sababu umeenda mdomo, nataka kuweka vizuri. Kukampenia Raila imekuwa nikaa kuweka nyanya sokoni. Nikaa kuweka nyanya sokoni. Utakuwa na wateja wengi wanaangalia na kuniuliza maswali. Hii ni nani? Na hata nunua. Hii kazi ya ujinga. Sasa hii is our time to change the country. Tukae vizuri. Asante, Mungu awabariki. And all the time. Kuna sababu nimesema hivyo. Mimi nataka kusema hivi. You know, in this world of ours, kama uko na adui, even if you are dancing on top of water, your enemy will accuse you of causing dust. So mimi nasema hivi. It is good tumeshajua. Kumbe hii Kenya yetu tunakuanga na watu wengi si wa Kenya. Because na tunajua ile kitu tulikuwa nayo pale imetendeka pale Ethiopia ilikuwa ni Kenya versus Djibouti. The same support tulikuwa tumepatia mtu wa Djibouti. Harambee Stars, our country, is also playing Djibouti next month. Nataka kiwanja jae wale wa Djibouti mkuje. Sababu usikuje Kenya. Waambie. Yes. Hapo msikuje Kenya. Yes, tunakuanga na nini? Tunakuanga na yes, ndio nakuja. Yes. Yes. Hata the same that politics inakuanga na patriot. Wewe sasa tunaomba hivi, nataka Ministry of Education tusha confirm wa Djibouti wako wengi sana. Sasa national anthem ya Djibouti pia ifundishe kwa shule yetu because watoto wetu pia wako hapo. Yes, kama unataka mambo ya politics sawa tuweke hivyo. Sasa nasema hivi. Baba Isairo tulikuwa wengine walikuwa naomba baba anguke na baba apande, si ndio? Maombi imefika. Na baba ni mkono 34B. Sasa hii kwa sasa kama sisi baba anasemanga he consult the people. Sasa hii atachukua leave moja pale Dubai, atakaribisha pale airport na tufanyanga vile our tradition. Akikuja pale airport Friday
Saturday tunamulika pale Kibira, ndio atatuuliza, na unajua baba anaulizaka tu watu. Sisi ndio tunaambia the way forward. Lakini kwa sasa bado tuko kwa serikali because we are supporting the government. Na kitu kingine, nimesikia mwenzangu hapa anablame ati baba ndiye aliyosajili kwa Gen Z. I remember very well. Our brother from Central, their senior son, Uhuru Kenyatta, is the one who called Baba to talk to Ruto. Do you remember? Yes. It's Uhuru Kenyatta who called Baba as a dear brother. Haya, fine. Namaliza kusema hivi. Hata tukikuja kwa hiyo side, haina shida, tutakuja hiyo side. Na kitu mjue, mimi na wewe, kazi yetu mzuri sana inakuanga kupiga kura na kukaa nyumba. Kura zetu tunawacheka kwa mkono ya serikali. Hata mimi nitakuja hiyo side. Na basi nasema hivi. Nikimalizia. Namaliza hivi ni kusema hivi. My fellow Kenyans, it is high time tumeshaona. Lakini kitu mpya mjue, tuko na the same energy, hiyo effort tuko nayo. Lakini wacha tungoje 2027 fanya nini ifike. But for now it's too early for you because what kinajuanga, when the government wanapanga who is going to be the president, lazima wapange who is going to be the opposition. Now the dynasty wanakuwa favored. Nikupatie example. The Odinga's family, the Kenyatta's family, the Moi's family, always by nature inatafutanga space. Next month but one tutakuwa na by election Baringo. Who is going to come as a senator? 2022 ilikuwa aje? You don't know. Yes. It's going to be Gideon Moi. Mupende msipende. Dynasty wanakaribishanga kwa table. For example, baba sasa ameanguka huko. Hata sasa hii anatafutiwa space. Aidha kuja kwa side yenu ama kuja kwa serikali. Na wa Munyoro, si atafutiwa hata youth leader ya Karatina Ward. Asanteni sana, God bless you. Wacha niwaambie ukweli. Ruto alikuja akasema amesupport akipata watu wa bodaboda, mama mboga watafaidika. Yes. Baada ya hapo akalaumu akasema Uhuru Kenyatta ndio ameharibu economy. Baada ya mamuda miaka tumekuja tukapata ameharibu serikali. Baada ya vijana kwenda kwa barabara alisema Gachagua ndio ameharibu mambo. Wacha niwaambie ukweli. Hii vijana tumeungana. Tunataka mabadiliko. Serikali imetutumia kwa muda. Na nataka niseme hivi. Hao supporters wa Ruto mumwangalie vizuri sana. Sababu sisi kama vijana tumesema tunataka Matiang'i.